ni kama hii. Mbona hakumwambia kama weki ndevu motoni? Kama ukate suruali motoni? Ni swali swala yangu, nifunge Ramadhani yangu, nisiongeze jambo lolote, naingia janna? Tumwambia ndio. Sasa ikifika hapo tunapata ya kwamba Uislamu wetu sisi unaotakiwa kwa Mwenyezi Mungu ni Uislamu tu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni, na mimi ndio Mola wenu niabuduni. Anasema fataqatta'u amrahum bainahum, hawa watu baada ya kuambiwa maabudu Allah tu ndiye Mola wao, wao wenyewe wakakata Uislamu wao mapande mapande kati yao. Amri yao ya Uislamu wakaigawanya sasa vifungu vifungu. Kuna hawa ni kadha, kuna hawa ni kadha, kuna wale ni kadha. Bainahum kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwenye kile kilichoshikilia wanajisifia nacho. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, da'wa na wanaotoa da'wa makani yao, sehemu yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sha'nuha adhim, jambo lake watu hao ni la utukufu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii tuliyoisoma maana yake ni kwamba hakuna yeyote mwenye maneno mazuri zaidi ya mwenye kuwaita watu kwenye tauhid wa taatihi, na kumtii Mwenyezi Mungu, wa targhibu nnasi fi makarimil akhlaq, wala hakuna yeyote mwenye kauli njema zaidi ya yule anayewapatia watu moyo wa kubeba tabia njema. Kwa hiyo anatakiwa Muislamu afahamu ya kwamba mlinganiaji ni mtu ambaye kwamba ameshika amalia nzito sana, na cheo chake kwa Mwenyezi Mungu ni kikubwa mno. Wanawachuoni wanatuambia katika aya hii, hadhihi al-aya bushra li ahli al-imani, aya hii ni bishara kwa kila mtu mwenye imani ya Mwenyezi Mungu. Wa salihul a'mal, na aya hii ni bishara kwa kila mwenye kutekeleza matendo mema. Mimman iktamalat fihi thalathatu shurut, aya hii ni bishara kwa kila ambaye kwamba atatimiza sharti hizi tatu. Sharti ya kwanza, ad-da'watu ila Allah. Aya hii inaleta bishara njema kwa kila ambaye atafanya kazi ya kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu, hiyo ni bishara njema kwake. Wa amila salihan, na kwa kila ambaye kwamba atatekeleza mema. Faada al-faraidha wajtanaba al-maharim, yani aya hii kwanza ni bishara kwa kila mlinganiaji kwa Mwenyezi Mungu, vile vile ni bishara kwa kila atakayetekeleza matendo mema, akatekeleza mambo ya faradhi na akajiepusha na mambo ya haramu. Jambo la tatu, fakhirun bil islami, na aya hii pia ni bishara kwa kila ambaye kwamba atajifakhiri kwa Uislamu, atajisifia Uislamu, asijisifie kwamba yeye ni salafi, kwamba yeye ni ahlu sunna, kwamba yeye sijui ni nani, bali ajipige kifua kwamba mimi ni Muislamu. Aya hii ni bishara njema kwa kila nani? Muislamu. Wa'tazza bihi, kisha aya hii imekuja kumpa nguvu na utukufu kwa kila ambaye kwamba anajitukuza kwenye Uislamu wake. Wa qala innani minal muslimin. Kwa hivyo aya hii imekuja sehemu ngapi? Tatu. Ya kwanza, mlinganiaji na bishara njema, na kila atakayetekeleza matendo mema na bishara njema, na kwa kila atakayejisifia kwamba yeye ni Muislamu anayo bishara njema. Ndani ya aya hii tubayinu wa tudihu fadlu ad-da'wa
ila Allah ta'ala wa sharafi du'ati alalamin amilin. Aya hii inabainisha na kuweka wazi fadhila za kazi ya da'wa na vile vile utukufu wa kila mlinganiaji anayetekeleza taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii vile vile miongoni mwa faida zake anaingia kila mtu ambaye anawaita watu kwa Mwenyezi Mungu bitariqin min turuqil mashru'a, kwa yeyote ambaye kwamba anawalingania watu kwa Mwenyezi Mungu kwa njia za kisheria. Utaangalia ni uslubi gani utamlingania nao mtu. Ikiwa ni kwenye member ni da'wa, kama ni kwenye darasa kama hivi ni da'wa, ikiwa ni barabarani ni da'wa. Uslub, njia yoyote ambayo itawezekana. Tuangalie Mtume alayhi salatu wasalam, anapita njiani, anakutana na mama wa Quraysh, ana mzigo wake. Mama ambaye ni mtu mzima akamsimamisha huyu na yule, kakataa kila mmoja kusaidia. Anafika Mtume alayhi salatu wasalam, mama anaomba msaada wa kubandikwa mzigo wake. Mtume wetu anachukua mzigo anajibandika yeye, hakumbandika yule mama, kajibandika yeye. Kisha anamwambia kuduni, hebu nielekeze nyumbani kwako. Mama kamuelekeza Muhammad alayhi salatu mpaka nyumbani, kaeka mzigo. Mama huyu anamuuliza Mtume, kijana wewe, kuna mtu hapa kwenye mjitu amsikia anaitwa Muhammad, huyo usisimame naye kabisa, ni kijana anaribu vijana wenzake, anaribu watu kabisa, ameleta husuma, ameleta kesi huko, hapaelewani kwa sababu yake. Kuna mtu anaitwa nani? Muhammad, amevuruga familia hapa, hapana tena maelewano. Huyo kijana ukutana usimsikize. Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza huyu kijana, ukimwona unamjua? Hapana. Anaambia sasa mimi ndio Muhammad, yule anayechafua watu. Yule mwanamke katamka maneno Mwenyezi Mungu kayanukuu ndani ya Qur'ani, tunasoma kama kisimame, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Kama Muhammad ni wewe, basi uko juu ya tabia njema. Sio una tabia njema, zile tabia uko juu yake, umezipita. Fakana sababan, na hii ikawa ni sababu ya mama huyu kusilimu. Hii ni miongoni mwa njia nini ya da'wa. Hakusomewa aya, bali maneno yake ndio yakawa nini? Aya. Kwa hiyo da'wa si maneno peke yake, hata vitendo. Hata vitendo tunavyoishi na watu barabarani, tunakotembea na tunapokutana na watu, inaweza kuwa sababu ya muonekano wako. Mtu kasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Tujiulize sisi, labda je, muamala wetu na watu na maisha ya kawaida yanasababisha watu kusilimu? Sisi hivi tunavyoishi maisha yetu na muamala na watu ambao wametuzunguka na tunawatembelea na kupita barabarani na wao, je, muamala wetu na maisha yetu yana taathira yoyote kwamba watu wasilimu kwa ajili hiyo? Basi na kuambiwa sema Allah amesema kadha, Mtume amesema kadha, atazame tu atosheke. Ndugu zangu katika imani, wa mimma yadullu ala fadli da'wa, na kile ambacho kwamba kinaonyesha ubora na uzito wa da'wa ya Uislamu, amara Allahu azza wa jalla nabiyahu alayhi salatu wassalam biha, ni vile kwamba Mwenyezi Mungu amemwamrisha mtume wake kwamba afanye kazi ya nini?
ya da'wa. Yani amri hii mtume ndo ameitoa, Allah ndo ameitoa kwa mtume wake kuonyesha ubora wa kulingania, kuonyesha ubora wa tabligh risalatillah, ufikisho wa jumbe za Mwenyezi Mungu, kwamba hii ni kazi bora. Mwenyezi Mungu anatoa amri kwa mtume wake, ud'u ila sabili rabbik, Muhammad, waite watu katika njia ya Mola wako, walinganie watu kwenye dini ya Mola wako. Kazi hii sio president anakupa, wala sio MCA anakupa, wala sio chief amekuita bwana na kupatia kazi hapa tupate gunia la mahindi. Ni kazi Mwenyezi Mungu ndo anaipeana kwa anaowataka. Miongoni mwa watu waliowapa wa kwanza ni mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam. Anamwambia ud'u ila sabili rabbik, Muhammad, waite watu kwenye njia ya Mola wako. Kwa tunatakiwa sisi tukikaa, iwe fikra zetu ni za kuwaita watu kwenye njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Bil hikma, kwa hekima. Hikma ina maana nyingi. Miongoni mwa maana ya hikma anasema Mujahid rahimahullah, al-hikmatu huwa al-ilmu, ni elimu. Yani kile unachokizungumza iwe unafahamu nacho, hata kama unachokizungumza kimesimamiwa na hadithi moja ama aya moja, basi elimisha watu na hiyo. Wal mau'izatu al-hasan, na mauidha mazuri. Waqulu linnasi husna, na mseme kwa watu mazuri. Tunapozungumza na watu tuzungumze nao mazungumzo mazuri, kwa sababu haya mazungumzo mazuri ndio ambayo yanashika nyoyo za watu. Hata pale mwanamume anapokwenda kumtafuta mwanamke, akaekewa mwanamke na maharimu yake, wazungumze, ni lazima atazungumza mazungumzo mazuri. Uwezi kwenda kwa mtu unayemchumbia unataka kumoka mwambie mimi nina njaa sana mimi. Utanunua ndege, utanunua gari na pesa huna. Nitakujengea, mbona usijenge kabla uoe? Lakini unataja yote, utajenga, utafanya kadha, utakununua shamba letu, utafanya hivi, ili ushike ule moyo. Kwa hiyo maneno mazuri Mwenyezi Mungu ndio anayotaka kwa watu waseme. Musa alayhi salatu wasalam anatuma na Mwenyezi Mungu pamoja na ndugu yake Harun kwa Firaun, anaambiwa faqula lahu, mkifika kwa Firaun, Musa semeni kumwambia Firaun qawlan layyinan, maneno mepesi. Usione kwamba jikafiri ile ukashidilia mikuki na motoni tutoke. Sasa sisi leo pamoja tunaswali, Ramadhani ikifika tunafunga. Si ajabu akasimama mtu akasema bana wale bana hawako kwenye manhaju salafi, wale so wenzetu wale, si ndio? Bimaana wale hawapo kwenye programu zetu, kwenye barnameji yetu, wale si wenzetu. Si ndivyo? Kwa hivyo Waislamu wamegawanyana kwa sababu hizo, si ndio? Sasa ikiwa watu wanasali lakini wanatengwa na kukatwa, lakini Mwenyezi Mungu anamwagiza Musa na Harun kwa Firauni, na anamwambia mkifika huko semeni na yeye maneno laini. Leo sisi unafika pahali stau wa'tadilu. Kuna baadhi ya msikiti sitotaja, yule imamu kasema hivyo, alafu kasema wanawake wasimame huko nyuma. Mkiangalia nyote wanaume, si ndio? Sasa anaashiria nini huyu? Amesema stau wa tarasu, alafu kasema wanawake wake wapi? Nyuma. Anaashiria kwamba wale wote ambao wanaga ndevu, wale washanyoa wake huko nyuma, wale wenye ndevu wapangiza nini?
ya mbele. Hivi ingekuwa ni mtume angezungumza haya? Hivi mtume ashakumwambia sahaba wake hivi? Hizo ni miongoni mwa akwali ambazo zipo na watu zimewaudhi sana. Huyu anaswali, huyu anafanya nini? Anaswali. Siku moja mtume amegawanya ghanaim. Bwana mmoja akamwambia mtume, i'dil, mtume fanya uadilifu kwenye kugawanya. Khalid ibn Walid kautoa upanga, Rasulullah, nipe ruhusa nikate kichwa. Kama huyu anamfundisha mtume wetu uadilifu, basi hana haja ya kubaki kwenye safu zetu, tuondoe kichwa chake. Mtume akamwambia, la, usimkate kichwa, la'allahu yusalli, huyu huenda anaswali. Huenda anafanya nini huyu? Anaswali. Sasa ile swala yake anaoswali imemkinga na upanga mbele ya mtume alayhi salatu wassalam. Kwa maadamu amefika mtu kupanga safu ndani ya msikiti kuswali, huyu ameingia kwenye ulinzi mkubwa sana ambao hafai kuchezewa wala kutukanwa. Innakum lan tatiqu, nyinyi hamwezi kuyatekeleza yale yote niliyokufundisheni, mtume anasema, lakini jaribuni kufanya usawa na mjikurubishe kwenye usawa. Kwa kila mmoja ajaribu kadri anavyoweza kufikia uliokuwa nini? Usawa. Basi tukiendelea na fadhila za ulinganiaji, ni kwamba hii kazi ya da'wa Mwenyezi Mungu amempatia mtume wake aifanye, kuonyesha ubora wa kazi hiyo. Kwa hiyo wale wanaoandaa mikao kama hii, wao pia wameandaa da'wa. Tunasema man khalafa ghazian faqad ghaza, yule atakayeandaa jihad pia amepigana jihad. Hajaenda lakini ametoa mali yake ikaenda, pia amefanya nini? Hajaketi akazungumza hapa, lakini ametoa shilingi yake, watu wakapata chakula ile wakakaa hapa, pia yeye amefanya nini? Hata kama hayuko hapa, yuko kwa naye pia. Kuna mtu bana sitoweza, lakini mpesa hiyo mzee, angalia shilingi 300, tuko na yeye hapa. Hajaweza, lakini bwana pita pale duka, kuna sukari kilo moja akachukue, pelekeni msikitini. Hayuko, lakini tuko naye hapa. Kwa mtu akasimama kuandaa vikao kama hivi vya khair, hata akawa umbali wa dunia kiasi gani, anahesabu kwa Allah yuko wapi? Yuko hapa. Wad'awatu ila Allahi wadhifatu ar-rusul, na kazi ya kulingania watu kwa Mwenyezi Mungu ni wadhifa za mitume. Ndio Umar bin Khattab akasema, man fa'ala fi'luhum fahuwa mithluhum, atakayetekeleza vitendo vyao, yani atakayesimama kutekeleza matendo waliyofanya mitume. Miongoni mwa matendo ya mitume ni da'wa. Atakayesimama kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu, naye ni mfano wa hao mitume. Naye ni mfano wa hao mitume. Mtume anazunguka, man ya'wini hatta uballigha risalata rabbi, ni nani atakaye nikinga, ni nani atakaye ni guard ili nipate kufikisha risala ya Mola wangu? Ni nani ambaye kwamba atasimamia mkao huu ili dawa ifikishwe? Hiyo ndio maana yake. Ni nani atakaye support harakati kama hizi ili watu wakumbushane maneno ya Allah tabaraka wa taala? Neno hili
ili ujumbe wa Mwenyezi Mungu unapozungumzwa ufike. Nani? Ni Muislamu ambaye anasikia maneno haya hapa. Una rafiki, kuna sehemu unafanya kazi, wallahi lau tutaandikana majina hapa sisi ambao tuko hapa, tupate tu Waislamu 20, wale watu wazima, Waislamu 20, sisi watu wazima, watu 20 tu. Tufanyeni kila mwezi 1000. Mwezi mmoja ni 20,000. Miezi mitano tuna pesa ngapi? Tuna laki Moto umekuja hujakuja? Nani anashindana 1000 mwezi mzima hapa katika wazee? Andika majina mzee. Uanze na lako. Sawa? Jina, namba ya simu. Watu watoe, tuweke umeme msikiti. Mtume anazunguka, ni nani ambaye kwamba atanisupport, atanisukuma kwa kila hali ili nifikishe ujumbe wa Allah tabaraka wa taala. Wakafa bidhalika fadlan wa fakhran wa sharafan. Anasema hii inatosheleza kwamba da'wa, kwamba ni wadhifa wa mitume, inatosha kwa hilo kwamba ni fadla na fakhari na utukufu kwa wale watakaobeba kazi hiyo, inatosheleza. Tusikae tukasubiri labda Mwarabu apite huko atuletee umeme, au Muhindi apite huku, jamani hakuna umeme hapa, pesa zimlete umeme. Sote hapa tunataka janna. Tunataka nini? Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna. Mwenyezi Mungu ana biashara na waumini. Biashara yenyewe ni vitu viwili. Tutoe nafsi zetu tumpe Allah, na senti zetu tumpe nani? Mwenyezi Mungu. Tupe nini? Pepo. Sasa tushazileta roho zetu, bado pesa. Allah tupe nini? Pepo. Kama sisi wazee tunafika 25, hiyo ni range mzuri sana. Hiyo ni hesabu nzuri sana. Baada ya miezi 4 inayokuja pale pana umeme hapa, na timu hiyo ikiendelea tatia umeme misikiti yote ambayo nyie ndio wasimamizi. Mifano hii mara nyingi wanaipiga kule misikitini mbalimbali, kwamba tusione Waarabu wanatujengea misikiti. Wale ni watu waliojiweka groups za kutenda mema. Huyu analeta pesa kadhaa, huyu analeta kadhaa, anatia kwenye banki, zinaletwa Afrika. Tunajengiwa nini? Haya, sisi tunachanga ngapi tupeleka? Ndugu zangu, da'wa ni kazi ya mitume, na kazi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaipeana. Nikimalizia, sitaki kuchukua muda mrefu, namalizia na sehemu hii moja ya kwamba waduatu, na wale walinganiaji, wale waliosimama kuifanya kazi ya kuita watu kwa Mwenyezi Mungu, hum khairu hadhihi al-umma